anajifikiria kwamba ni sahihi kusema wakati huo. Kwa hiyo mimi siwezi kumlaumu wala siwezi labda kumpongeza. Sawa, ni kwamba ameamua kuzungumza. I still got love for him. Sawa, as my young brother, ni mdogo wangu sana yule, na mimi ndo najua jinsi ambavyo nimesacrifice kwa ajili yake, muda ambao nilitumia kwa ajili yake, pesa ambayo nilispendi kwa ajili yake. Mimi ndio ambaye nafahamu. Sawa, mimi ndo nafahamu jinsi gani tulikuwa tunainteract kama familia. Sawa, sio familia kama mimi na yeye tu, familia mpaka nyumbani kwangu, mpaka watoto wangu, unajua, so walikuwa ni familia kabisa. Kwa hiyo hicho ambacho kimetokea labda ni vile tu ameamua kwamba tusiwe familia. Lakini kuna kitu moja pia nilikiona ni mazungumzo yake sasa. Na kuna ile interview. I don't know nyinyi waandishi habari. Waandishi habari kuna kitu alimwambia ambacho nafikiri ni kupotoshaji. Waandishi habari alimwambia kwamba alikutana na mimi, nikamwambia kwamba yeye anavuta bangi. Kitu ambacho mimi sijawahi kufanya interview na Kendrick, nikamwambia kwamba Hassan anavuta bangi. Sijawahi kuzungumza hicho kitu. Hata yeye aenda akatafuta kwenye interview zake. Sawa. Pengine ile pia kamtrigger akajikuta kwamba anaongea vitu ambavyo, kwa hiyo siwezi kumlaumu, labda ni kile ile kauli, kitu ambacho mimi sikuwahi kumwambia mwandishi habari kwamba Hassan Mapenzi anavuta bangi. Sawa, kwa sababu unaona muda mwingi tunasema kama anaongelea vibaya nini. Sasa kuna uwezekano ile kauli ya kwamba mimi ninamuongelea hivyo nikamfanya aongee alivyoongea, au kweli anamaanisha. Lakini mimi ninachofahamu ni kwamba ni kijana ambaye tunaishi vizuri. Ukienda YouTube ukiangalia Hassan Mapenzi, sawa, kazi zote ambazo unaziona pale ipo Garabi. Sawa, ni mfuko wangu mimi, ni support yangu mimi. Mlikuwa mna mkataba? Hapana. Tulikuwa tuna mkataba wowote. Sasa wewe uogopi? Hauna mkataba. Sawa, mimi nimeona una kipaji. Twende studio, nalipia session, tukafanya video, nalipia session. Na hakuwahi kutia nia yake mbovu hata siku moja, si ndio? Wewe unajua production ya audio, unajua production ya video. Kuna nyimbo pale zisizopungua 5. Sawa? Zote zina video, zina audio. Sawa? Na ukiangalia pale kuna kilogo cha Garabi. Mimi sijapata senta na kipande. Kwa hiyo leo hii ukisema kwamba mimi sina mchango wote, sawa, nitafanyaje sasa? Lakini mimi ninachojua ni kwamba kuna kazi ambazo zote nimegharamikia mimi. Sawa. MC Garabi, hapa katikati kumetokea trends ya watu maarufu kukumbwa na matukio kama yako. Tukiangalia issue ya Nicole na yako pia. Wewe kama MC Garabi, unailindaje brand yako? Nasema hivi, kuna issue nyingi sana zimetembea hapa katikati kuhusu wasanii kuhusishwa kuwadhulumu za watu au kuenda kinyume na makubaliano ambayo mlikaa na watu. Wewe kama MC Garabi, unalinda vipi brand yako kutokana na maneno aliyosema Hassan? Usinifananishe labda sijui nimefanya utapeli. Mimi hakuna sehemu nilifanya utapeli. Lakini kwa mujibu wa maelezo yake ni kama kwamba mimi sijafanya utapeli. Sawa, mimi ninachojua mimi ndio nimeweka pesa. Sawa, nimemsaidia msanii. Na kama umeona kuna msanii ambaye alikuwa anamuulizia kwamba yuko wapi huyo msanii mmoja. Yule msanii mmoja amepost na akamwambia mimi niko vizuri na brother. Hata vitu zangu nafanya. Kwa hiyo mimi sina baya. Unaona? Kwa hiyo kusema kwamba mimi hakuna mtu nilimtapeli. Mimi nimetumia pesa ndugu wangu. Sawa? Yes, unajua unafanya production, unafanya audio na bado unamsisitiza msanii kwamba toa kazi, you see hivyo. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano kama Kasam mpaka anaendelea vizuri, anafanya kazi zake, ananitumia bro na kazi yangu hapa ni support, you see. Na mimi nasubiri hata kesho akitoka ikiwa kazi mpya, hata kesho niko tayari hata kumsupport, yani hata kesho hii kilo safi. Mimi sina noma, yani hata kama kesho anakuja bwana bro mimi na kazi, sababu nimetoka kazi ya mwisho tumefanya, sijaona kazi yake. Kwa hata kama kesho anakuja na kazi, mimi niko tayari kumsupport. Yes, ni mdogo wangu. Yes, mimi sina baya. Moja kitu ambacho alikizungumza na alionyesha kama regret fulani hivi kwa ile interview ni kwamba Rayvanny alikuwa alimuona yeye, jicho lake liona kwake na akatamani kumsign kwa kipindi kile kabla Back Voice. Lakini Rayvanny alipokuuliza wewe, according na ile interview alivyosema, alipokuuliza wewe kuhusiana kama utatia mpunga na nini, wewe ukasema utaweka hela na vitu kama hivyo. Is it true kuwa Rayvanny alitaka kuweka hela kwake, lakini pia wewe ukakataa kuwa unataka wewe kuwekeza kwake? Hapana, sio kweli. Ningine mtu sio kweli. Sema of course we met Rayvanny
na ilikuwa ni swala la kwanza alipenda kile ambacho dogo anakifanya na ilikuwa anafikiria kufanya collab. Wala ilikuwa sio kwamba alikuwa anafikiria kumshirikisha kwenye nyimbo yake. Hicho ndio kitu ambacho nakikumbuka, na kuna task ndogo alimpa mpaka tuko kwenye gari tukao kwamba apite na ile line. Ndio kitu ambacho nakikumbuka kwamba ajaribu kufanya hiyo line ambayo alikuwa anataka kuifanya, na of course na alifanya na tulimtumia na hakurudi tena hivyo. Nasema tu kwamba fresh. Kwa hiyo si mazikuta tena. Lakini kusema kwamba alikuwa na mpango wa kufanya kwamba msign, hapana. Na mimi mbona kuna interview nishafanya, nafikiri hata nyinyi hapo shaniuliza, nikasema mtu yoyote ambaye anahisi anaweza akamchukua Hassan. Sio? Ndio wote mlango iko wazi. Kwa sababu mimi niko tayari kufanyaje kumuona anakuwa. Sawa. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakipambania ni kwamba nimemchukua, nimeintroduce. Napenda kazi yake. Nataka nione anavyopiga hatua. Sawa. Kwa hiyo mimi mwenyewe bila kushirikishwa na mtu yeyote, bwana njoo studio, andika mashairi hivi. Na mpaka kuna watu wengine nilikuwa najaribu kukuomba bwana, tuandikie hata ngoma. Hivyo. Kwa hiyo mimi nishasema kabisa kwa before ukienda kuangalia kwenye interview, mtu yote ambaye yuko tayari kumsupport Hassan, kwa sababu nimeshika kazi, si ndio? Kuna kazi ambazo zipo, kwa hiyo hawezi kuchukua na mtu, lazima kuwa na utaratibu. Umeona bwana, kijana wa Garabi anatokaje? So kitu ambacho kutokea, na mimi ndio nilikuwa nasisitiza kwamba nione kazi sioni. Basi baadaye nikaona maisha tu yaendelee. So far so good. Bado ni mdogo wangu, na kwa muda ambao tulikuwa pamoja, sababu mimi mpaka interview inatoka jana yake nimeongea naye. Bwana bro, nikukata hiyo tumeongea jana. Bro tukutane kesho. I was like okay. Haina noma pamoja mzee wangu. Kumalizia, inaweza ka watu wamekuataki kwa namna moja ama nyingine kwa kitu ambacho alikizungumza. Kitu ambacho alikizungumza ni kwamba ilitokea baba yake alifariki, Mungu amlaze mahali pema peponi, na alikupigia simu wewe kwa ajili ya kwenda msibani, lakini badala yake haukwenda kwenye msiba na sababu ikawa mvua. Tuambie kwa upande wako ilikuwaje situation, kwa sababu nimeona comment nyingi sana kama zimekuataki wewe kwa upande wako, lakini pia hawakusikia kwa upande wako situation ilikuwaje na nini kilitokea baada ya kushinda kwenda msibani. Kwanza ni jambo la msiba na haijakaa vizuri. Na nachofahamu tu ni kwamba kipindi ambacho pia babake anaugua, mimi nilikuwa na support kwa moja ama nyingine wakati anamguza babake. Imetokea ametangulia mbele za haki. Fine, labda sikufika msibani, lakini nilisupport kwa moja ama nyingine. Kwa hiyo siwezi kuongelea zaidi kwenye kipengele hicho. Mwache marehemu pumzike mahali pema. Sisi vijana bado tupo tunaishi, tuendelee kupambana. Haina noma. Shukrani.